Wahenga wanasema kwamba ukimya wa simba sio kwamba amepoteza meno, but ni maandalizi ya mshindo mkubwa. Sasa baada ya miezi karibia takriban miezi 10 vya ukimya mtupu kwenye kiwanda cha Bongo Flava, bila ngoma yoyote, bila show kubwa za nyumbani, msanii Lavalava amerudi kwenye headlines, lakini sio kwamba ametoa nyimbo mpya, but ni kwa tendo alilolifanya la kuvunja rekodi za kuheshimika hapa Tanzania. Sasa ungana nami mpaka mwisho wa video hii, na mwisho wa habari hii kuna jambo ambalo litakuacha mtazamaji kwenye mshangao mkubwa sana. Karibu tena katika channel yako pendwa ya Bongo Lyrics Zone, channel pekee ambayo inakuletea updates zote za Tanzania na worldwide. Kama bado hujasubscribe, basi huu ndo muda wako. Hakikisha una subscribe channel yetu, then una turn on notification ili madi usipitwe na updates yoyote ambayo tutakuposti kila siku. Naam, masaa machache aliyopita mitandao ya kijamii hususan Instagram imelipuka baada ya Lavalava kuposti video ya nyumba ya kifahari aliyowajengea wazazi wake. Hatua kubwa sana kwa mtoto, na hasa kwa mtoto ambaye anafahamu malezi ya wazazi wake, yani anaheshimu thamani ya malezi ya wazazi wake waliompatia. Na sanaa sio tu kuimba, but sanaa ni uwezo wa kubadili maisha ya wale ambao waliokupigania kipindi ambacho wewe hauna kitu. Na hicho kitu imethibitishwa na msanii Lavalava. Ameonyesha kwamba hata kama alikuwa kimya kwenye tasnia ya muziki, but alikuwa active sana kwenye chat ya maisha ya familia yake. Na tukifanya uchambuzi wa kina kwenye hili swala, msanii Lavalava alikuwa kimya sana takriban miezi 10 bila kufanya chochote, kutoa hit yoyote, kufanya chochote, mpaka ikapelekea watu wahisi kwani Lavalava imekuaje? Unajua ni Watanzania bwana, ni watu ambao wanapenda sana kujaji vitu ambavyo havipo. Wakamjaji sana bwana kwa nini na vile vile. Sasa na tumeshuhudia alikuwa akifanya shows, alikuwa na tour zake ambazo zilikuwa nje ya nchi ya Tanzania, lakini baada ya hapo Lavalava akapotea kabisa kwenye rada. Lakini matokeo sasa ya ule ukimya wake leo yanatupa jibu moja tu, kwamba ukimya wa maana ni bora kuliko kelele zisizo za matokeo. Wakati watu wakidhani yupo kimya, kumbe bwana msanii Lavalava alikuwa anawekeza kwenye heshima ya wazazi wake. Bila shaka tendo hili limepokelewa kwa hisia tofauti sana huko mtandaoni. Kwa upande mmoja tumeona wasanii wakubwa na wadau wa sanaa wakimpa respect ya kutosha. Tumeona pia comment ya Diamond Platnumz, Mbosso, Rayvanny, Voice, na kwani comment ya wasanii wengi sana wamempa heshima kwa mada dogo, umetisha, ni ulichokifanya ni moja ya mambo ya kuheshimika sana kwa kukumbuka wazazi wako. Lakini kwa upande mwingine, kama kawaida walimwengu wa udaku, yani wambea wa mjini, haswa DC wa Insta maisha Mwijaku amekuwa mmoja ya hater ambaye anasema kwamba nyumba sio yako na vitu kama hivyo, unajua tena. Lakini at the end of the day, haters watapinga matokeo, lakini hawawezi kufuta ukweli. Ukiweka tofauti pembeni, but hiki alichokifanya Lavalava ni moja ya kitu ambacho vijana wengi wanapaswa kukifanya, hasa wale ambao wanapambana mjini. Na funzo kubwa kutoka kwa Lavalava leo hii ni kwamba usipime mafanikio ya msanii kwa idadi ya ngoma anazotoa kwa mwezi tu, but pima pia kwa matokeo ya maisha yake ya nje ya studio. Lavalava ametuonyesha kwamba heshima ya kweli haianzi kwenye stage, but inaanzia nyumbani. Wewe kama mdau wa Bongo Zone, una mtazamo gani juu ya hatua hii ya Lavalava baada ya ukimya wa miezi 10? Dondosha comment yako hapo chini. Ni mimi mtangazaji wa Kumtesa Visual, na hii ni Bongo Zone, channel pekee cha habari na uchambuzi ulio sahihi. But don't forget to like, share and subscribe. Until the next video, ciao.